السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Cha kujifunza leo, wanawake wamsome Bibi Fatima namna alivyoweza kuishi na mfanyakazi wake wa ndani ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Fidda. Je, Fatima alimwangalia mfanyakazi wa ndani kama mtumwa? Alimwangalia mfanyakazi wa ndani kama beki tatu tunavyowaita sasa hivi? Maana sasa hivi mabosi wengi ambao wanamiliki wafanyakazi wa ndani wamefeli kwa 100%. Wafanyakazi wa ndani wanafanywa mambo ya ajabu sana sasa hivi. Na ndio maana na wao wakipata nafasi sasa hivi wanawatesa watoto wa mabosi zao kulipiza ule uchungu ambao wanafanyiwa na mabosi. Na kuta bosi akasirika kwamba mfanyakazi wangu wa ndani kanifanyia hili, kanifanyia hili, kanifanyia hili. CCTV kamera zimemnasa kafanya hivi. Wewe mbona uonyeshe CCTV kamera namna unavyomtesa mfanyakazi wako wa ndani? Tukaona. Maana mabosi wengi utakuta mitandaoni wanaposti kuonyesha kwamba mfanyakazi wa ndani wanatesa watoto wao wa ndani. Ni kweli, silikatai. Lakini hebu na nyinyi pia muwe mnaposti hizo CCTV kamera, tuone hizo CCTV kamera ambazo zitaonyesha na nyinyi mambo mnaowafanyia wafanyakazi wa ndani. Muwe mnaposti basi na sisi tuone namna mnavyowachoma pasi wafanyakazi wa ndani. Muwe mnaposti pia na sisi tuone namna ambavyo wafanyakazi wa ndani nyinyi mnapokula chakula hawaruhusiwi kusogea mkala na chakula, wanakaa pembeni kwanza wafanyakazi wa ndani mpaka mmalize kula, kilichobaki ndipo abebe ende zake akale jikoni. Kwani sio wanadamu hao? Lakini kinyume chake ni kwamba mfanyakazi wa ndani anapofanya kosa ndipo tunaliona mara nyingi linapostiwa. Hii imekuja kutokea hivi karibuni Arusha. Arusha imekuja kutokea yule dada ambaye alikuwa akimiliki mfanyakazi wa ndani na yale mambo alikuwa akimfanyia yule msichana, mpaka raia wema wakaamua kwenda kumuita mwenyekiti. Angalia sehemu aliyokuwa akimlaza yule mfanyakazi wa ndani. Hapa Mbezi imekuja kutokea siku na maeneo ya Mbezi hapa. Ile fulani kwenye magazeti walitoa ambavyo yule dada alivyokuwa akimtesa na kipigo alichokuwa akimpiga yule dada mfanyakazi wa ndani, mpaka kafika sehemu akaamua pia itoshe, akachukua pasi akamchoma. Kamtoa mtu sijui Njombe sijui wapi huko, kamwagiza wazazi wake wanajua mtoto wao kwa sehemu salama anafanya kazi, kumbe ni adhabu ambazo wanakutana nazo ndani. Tukifanywa sisi ndipo tuanza kutoa kwenye mitandao na nini namna wafanyakazi wa ndani wanavyotesa watoto nini. Sikatai mimi, lakini wakati mwingine haya mambo yanachangiwa na kwamba wafanyakazi wa ndani nao wanalipiza ule uchungu wanaofanywa na mabosi wao. Wewe umemtesa, umemnyanyasa, anakuja kumalizia kwa mwanao. Japo siungi mkono na laani vitendo wafanyakazi wa ndani wanaofanya hivyo, si sahihi. Lakini pia na laani kuonyesha kwamba mabosi wanachokifanya nacho pia sio sahihi. Sasa turudi kwa binti wa Bwana Mtume Muhammad, Sayyidatu Fatima, atufundishe namna gani ambavyo aliweza kuishi na mfanyakazi wake wa ndani. Na hili ni tatizo ambalo si Tanzania wala si Afrika. Ni jambo ambalo leo tuwaona wengi wanaokwenda Oman mathalan, wanakwenda katika nchi za Kiarabu kufanya kazi za ndani. Kirudi hapa, hebu kaa nao uanze kuzungumza nao. Vitu vingine sio swala la kwamba kaa nao uzungumze nao. Kuna mengine ni aibu huwezi kuyazungumza. Ngine ukutana mtu akwambia kaka, tukiyasema hapa ni aibu, tuwaona aibu tulikuwa tukifanyiwa. Si maanishi kwamba watu wote wanafanya hivyo, la. Na wengine ukizungumza nao wanakuambia mabosi zetu, la, mimi alhamdulillah bwana nimepata bosi mzuri, mashaallah. Wapo watu waungwana kabisa. Lakini sasa ni ile kwamba samaki mmoja akioza huwa wanahukumiwa samaki wote kwamba wameharibika.
kwa baadhi ya watu wanavyofanya katika hizi nchi za Kiarabu, nchi za Ulaya, ambapo mfanyakazi wa ndani anachukuliwa anakwenda, mwisho wa siku anatakiwa pia awe na mahusiano, tendo la ndoa na mbwa. Sababu kwa nini? Wewe ni mfanyakazi wa ndani tu, una thamani yote. Sasa nisiende mbali sana tu, jaribu kumwangalia Sayyidat Fatima az-Zahra ambavyo aliishi na mfanyakazi wa ndani. Siku moja inanukuliwa moja katika masahaba wa Mtume ambaye anaitwa Salman al-Faris. Huyu asili yake ni Irani, alikuwa akiishi na bwana Mtume. Salmani akawa amekuja nyumbani kwa al-Imam Ali kuja kumtembelea. Alipofika kwa Imam Ali, akaulizia, akaambiwa al-Imam Ali hayupo, lakini akamkuta bibi Fatima az-Zahra amebeba mtoto wake al-Imam al-Hasan mgongoni, kisha anafanya kazi zake zile za ndani. Lakini mfanyakazi wake wa ndani bibi Fidda akiwa amepumzika pembeni. Salman al-Farisi akamwambia, ya Zahra, hadhihi Fidda, ewe Zahra, umebeba mtoto mgongoni lakini unaendelea kufanya kazi nyingine. Fidda si yupo hapa. Kwa nini hizi kazi usimwachie Fidda akafanya? Na inajulikana kwamba huyu ni mfanyakazi wako wa ndani. Angalia majibu aliyotoa Sayyidat Zahra. Akamwambia, ya Salman, ewe Salman, Fidda jana ilikuwa ni zamu yake ya kufanya kazi, na mimi jana nilipumzika, na leo ni zamu ya Fidda kupumzika na mimi kufanya kazi. Wallahi, katika ulimwengu huu huwezi kumpata bosi wa aina yoyote ambaye anaweza akamwambia mfanyakazi wake, fanya kazi siku 3, siku ya 4 utapumzika, nitafanya mimi. Lakini Zahra siku ya kwanza alioletewa mfanyakazi wa ndani, akakaa naye akamwambia, yaumul li wa yaumul lak, kazi za ndani tutazifanya lakini kwa kugawana. Siku moja itakuwa ni siku yangu mimi kufanya kazi, wa yaumul lak, na siku nyingine itakuwa ni siku yako wewe kufanya kazi. Hivi ndivyo Zahra alivyoweza kuonyesha ule utu kwamba huyo mfanyakazi wa ndani ni amana. Mfanyakazi wa ndani lazima umchukulie kama amana. Wamwagiza kutoka kwao, sio Makambako huko, ametoka huko amekuja hapa Dar es Salaam, mtoto watu. Vingine vinakuja ni vibinti vidogo kabisa, shida ndio hivi. Mzazi nani ambaye anamiliki uchumi mzuri ana uwezo kumtoa mwanawe akaenda kufanya kazi za ndani? Ukiona mpaka mzazi amemtoa mwanawe anampeleka sehemu enda kafanye kazi, maana yake ni kwamba hali ni ngumu. Anatarajiwa mtoto afanye kazi, mwisho wa mwezi atakachokipata aweze kutuma pia kusaidia familia. Hali ni ngumu. Kwa hiyo huyu mtoto ni amana. Maskini ya Mungu, kazi ni ngumu, wakati mwingine wanafanyishwa ndani ya nyumba, lakini pia wakati mwingine mishahara yao hawapewi ipasavyo. Lakini Sayyidat Zahra anatuonyesha kwamba huyu si mtumwa, ni binadamu kama wewe, anahitaji vile vile kupata muda wa mapumziko. Ndio maana anamwambia, Fidda yaumun li wa yaumun lak, siku moja nitafanya kazi wewe, siku nyingine nitafanya kazi mimi. Hivi ndivyo ambavyo Zahra alivyoweza kuishi na mfanyakazi wake wa ndani. Inshallah wanawake waweze kujifunza kutoka kwa mwanamke huyu namna ambavyo mtu akichukua mfanyakazi wa ndani. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa, lakini mimi nimejaribu kuleta mukhtasar. Lakini ukiangalia namna alivyoishi na mfanyakazi wa ndani ni somo tosha kwa wanawake wote ulimwenguni wanaomiliki wafanyakazi wa ndani. Inshallah mpaka hapa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.